Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri. Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Napenda nikushirikishe vitu viwili. Kuna kitu dini, kuna kitu wokovu. Kwa nini nakushirikisha hivi vitu viwili? Ni kwa sababu kwamba ni vema kuingia katika mfumo wa kimungu katika kumtafuta Mungu kuliko kuingia katika mfumo wa dini katika kumtafuta Mungu. Na hii ni vema kulingana na mission ambayo mtu ameitwa. Kama mission yako ni kubwa, kama mission yako ni kuvuka boda zinaweza zikawa za kijiji, boda zinaweza zikawa za wilaya, boda zinaweza zikawa za mkoa, boda zinaweza zikawa za taifa, boda zinaweza zikawa za bara, boda yani kuvuka sehemu kokote ambako kuna boda. Kama misheni yako imekaa hapo, ni vema usiingie kwenye mfumo wa dini, kwa sababu mfumo wa dini ukiingia, maana yake unakutengeneza, unakushepu kuendana na dini husika. Na ninakuambia hivi kwa sababu mwanzoni kuna watu wanaingia kwenye mfumo wa dini bila ya kuwa na matazamio baada ya kutoka pale watamtumikia Mungu kwa namna gani. Kwa hiyo sasa baada ya kuingia kwenye mfumo wa dini, wanavyoendelea kutumika, wanakuja kugundua kwamba wito wao inabidi uwe mkubwa zaidi ya vile mfumo wa dini ulivyo. Naona sasa inaleta changamoto moja, wanapojaribu kutoka kwenye mfumo wa dini kuanza kupasiu zile purpose ambazo Mungu ameziweka ndani yao. Dini sasa inaanza kuwatafsiri tofauti na vile wahusika walivyo. Na ndio maana sasa hapa unajikuta watu wanaanza kuitwa ni waasi. Unaona, ni waasi kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni walikuwa kwenye mfumo wa dini. Kwa hiyo dini ikawaelewa kama watu ambao wanafanya mifumo ile walivyokubaliana. Sitaki kusema kwamba dini iko vibaya, hapana. Ila sasa inategemeana, kwa sababu sio kila kilichoko kwenye dini ni Mungu amekiruhusu. Kwa hiyo sasa tuje, dini ni mkakati wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Lakini wokovu ni mkakati wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Kwa hiyo wokovu una uhakika mkubwa kwamba uko sehemu sahihi kuliko dini. Madini ni mengi. Unaona, ndani ya dini ndo unakutana na dhehebu. Kwa hiyo ni kutegemeana na misheni ulionayo ili kupunguza watu wanaokupinga, ili kupunguza maadui wanaokuja mbeleni kukuataka. Kwa sababu adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Yaani mtu anayempinga mtu ni mtu anayemjua. Na maana ya kumjua mtu, maana yake umespendi muda ukiwa na yeye. Kwa maana nyingine, labda ni mtumishi ambaye unatumika naye. Kwa sababu mwanzoni anaweza akawa alikuchukulia kwamba unatumika Mungu katika viwango vile vya kawaida. Kwa hiyo unavyoanza kujinasua, kujielewa kwamba Bwana, mimi sio kwamba nimeitiwa kwa namna hii, inabidi kuna hatua, kuna viwango, kuna kitu inabidi nikifanye zaidi ya hiki. Na kama wewe ni kijana kama mimi, it is better kuanza mahali ambapo wazee wetu
waliishia. Kwa maana nyingine, kama wazee wetu walifufua wafu, inabidi na sisi tuanzie pale, tufanye makuu zaidi ya pale. Kama wazee wetu walivuka boda ya Tanzania wakaenda wapi, sasa inabidi na sisi tuanze kuvuka boda, kuvuka bara, tuanze kuwaza kwenda wapi. Mimi nazungumza na kijana tu ambaye ni kama mimi, ambaye labda 1 2 3 unaweza ukaona mazingira hayaeleweki. Ukiangalia 2 3, kuvuka Tanzania tu, kuvuka mkoa bado ni changamoto, inabidi ujichange sana. Kwa hiyo bado tuwe na uhakika kwamba mahali ambapo msingi wazee walipo utengeneza, sisi tusianze kutengeneza tena msingi, tutachelewa. Tuanzie pale ambapo wamefanyeje, wameishia. Na tusifanye huduma ili watu wa acknowledge kwamba tunamtumikia Mungu. Tufanye huduma tukisubiria Mungu ndo acknowledge sisi. Tusimtumikie Mungu ili watu waseme sisi ni watumishi wa Mungu, ila tumtumikie Mungu ili Mungu ainuliwe. Tusimtumikie Mungu ili watu waseme kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, ila tumtumikie Mungu ili Mungu apewe sifa. Kwa hiyo hii itamata sana, hii itakulinda wakati ambapo watu wataanza kukusema vibaya. Naona, yaani watu hawaeleweki ndugu yangu. Unaweza ukaingia kwenye dini, watu wakakushabikia, wakawa upande wako, wakakwambia kwamba you are the best, you do good, your ministry is doing better, you serving God at a great. Naelewa. Kwa siku ukianza kupasiu wale waliosema kwamba you are doing better, ndio wataanza kukwambia kwamba wewe ni mwasi. Kupunguza hizo rumors kuanzia saa hivi. Anza tu kujitambua kwamba mimi ni mimi. Usiingie kwenye mifumo ambayo itakuja kukuumiza. Usiingie kwenye mikataba ambayo itakuja kukuumiza. Naona tutakuja kutengeneza kizazi ambacho ni kuwahubiri watu wenzetu. Yaani kizazi ambacho tukisimama madhabahuni tunaanza kujibu tuhuma za watu wanazo tuhumu sisi, kitu ambacho sio sahihi. Tukisimama madhabahuni inabidi tumtaje Mungu. Mission ni kumtaja Mungu.